Bana, hivi shai kuona binti ambaye anafanyiwa kitendo cha kikatili kinoma noma yani. Na kitendo hiki kinapelekea mpaka mwanadada anajikuta kila wakati anataka mechi tu. Bana, picha linaanza tunamuona kuna bidada mmoja hivi anaitwa Glory. Sasa Glory bana ni mpambanaji kweli kweli yani. Sasa leo bana akiwa kwenye kazi yake hapa, kuna mteja kama amemtimbia hapa. Sasa huyu mshua bana akawa amechagua pale matunda na nini. After hapo akawa anamwambia bidada kwamba mbona kama matunda yako unauza bei kali kweli kweli yani. Bidada akamwambia sikiza nikwambia kitu. Matunda yangu mimi ni special hivyo. Ndio maana hata bei yake inakuwa tofauti kidogo na matunda wengine. Hasa mwomba bana ikabidi kwanza kufunguka pale kwamba anamkubali sana bidada, isosha yani ni muda mrefu sana ametokea kumuelewa hivyo anahitaji awe naye kimapenzi. Bidada akaona okay, kumbe hujielewi alichokifanya ni nini, ikabidi kumtoa pale kurupu yani amtaki tena na anahitaji kabisa amchangie matunda yake. Sasa tukiachana na hii siku bana, siku iliyofuata tunaona bidada akiwa amemaliza kujiandaa hapa na nini, akawa amemtengea mzee wake msosi, ndio huyo hapa anataka kusepa zake kwenda job. Sasa mzee wake akamwambia sikiza nikwambie kitu. Ole wako ushindwe kwenda kazini uende kwa hiyo chokola wako. Nishakataza kabisa kuwa na mazoea na wewe kijana wa garage. Lakini hutaki kunielewa. Sasa ole wako tena nikukute nayo. Umenielewa? Basi bana bidada ikabidi kufunga kwamba amemuelewa mzee wake kila alichomueleza. After hapo huyo akawa amejisepea zake kwenda jobu. Sasa tunaona mida fani hivi bidada akiwa ameshafika zake jobu, kuna gari fani kama imekuja imepaki hapa. Sasa bidada bana ikabidi anyanyuke chap nini kama kawaida, si unajua tena inabidi achangamkie wateja mradi kila kitu kiende fresh. Sasa alipofika hapa kwenye ndinga, huyu mwamba bana anaitwa Alex na ni mteja wake wa kitambo sana hivyo. Hapa akawa amekuja na nini pale wakasalimiana, after hapo akawa ametaka matunda anayoyataka. Bidada ikabidi kwenda kumfungashia ili ampatie. Sasa akiwa hapa anamchagulia matunda mazuri na nini pale, kuna mwamba mmoja tunaona hapa ametimba afu amemsimamia kwa nyuma hapa. Umshikaji bana anaitwa Valentine. Sasa alipofika hapa bana akawa anajaribu kumsumbua pale mwanadada na nini pale kwa maswali kama yote. Bidada ikabidi kumwambia kwamba hebu tulia kwanza basi nihudumie mteja, after hapo nini kila kitu kitakaa sawa, tutazungumza tu. Sasa mshikaji bana kaa bado aelewe pale na nini maswali kama yote. Ikabidi kumpotezea kwanza, akachukua matunda akampelekea mshikaji hapa. Sasa kama unavyojua tena ni mtu na mteja wake, matani kama yote akawa anafai kweli kweli yani. Sasa mshikaji akamzoom akahisi kabisa hapa bana kutakuwa kuna kitu kinaendelea, ila ndo vile tena ikabidi tu akaushe nini hii siku ipite. Hasa siku iliyofuata bana tunaona wapenda nao wawili wakiwa wamekalizana chemba hapa. Sasa mshikaji bana ana malalamiko kwa mwanadada. Analalamika kwamba mara kibao sana bidada amekuwa akimpanga kwamba anakuja ghetto, afu mwisho wa siku haonekani. Sasa kama itoshi kabidi kumwambia mwanadada kwamba hivi wewe unashindwa kumueleza baba yako kweli kwamba una mpenzi wako, hivyo inakubidi uende ukalale kwa mtu wako unayempenda. Sasa wewe kila siku unadhani ukiendelea kufanya hivyo nini kitaendelea? Bidada akamwambia kwamba hivi unachukulia ni rahisi sana baba yangu hayuko hivyo kabisa na baba yangu ni gaidi kinoma. Hivyo hiyo itakuwa ngumu kwangu, lakini sikiza nikwambia kitu. Leo lazima nikufurahishe. Nitavizia mida fani hivi mzee wake ameshaingia kulala, nitatoroka nitahakikisha nakuja kulala kwako. Hivyo kwa leo bana usijali lazima nitimbe. Bana mshikaji alifurahi kinoma kusikia hivyo. Sasa mida jioni bana tunaona bidada kama amerejea nyumbani kwao hapa. Sasa alipofika bana mzee anamwambia kwamba anahitaji atafutane na mkopo kwa ajili ya kumpeleka binti huyu shule. Sasa bidada bana akamwambia hapana, akubali kabisa hicho kitu maana anahofia kabisa baba yake kwa sasa hana kazi. Sasa huo mkopo ataulipa vipi? Mzee anamwambia hapana, inanibidi tu nifanye hivyo ili tu nitimize malengo yako binti yangu. Bidada akamwambia usijali babangu, nitapambana mpaka nihakikishe ninarudi chuo. Bana hapa ndo tunafanikiwa kujua kwamba huyu bidada bana kumbe anakomana zile business za kuuza matunda ili tu apate pesa, akalipe ada, aanze zake masomo chuoni. Hasa mida night ilipoingia kama unavyojua tena bidada alimpanga mshikaji kwamba leo lazima atoroke aje kwa mshikaji kule. Sasa mwamba bana kasubiri kaona ni kimya. Sasa alichokifanya ni nini? Ikabidi kumpigia mwanadada simu. Sasa bidada akacheki simu akajua kabisa huyu ni mshikaji na kampanga na ana plani kabisa ya kwenda ghetto kwake. Sasa kupokea bana mchizi anamwambia oa mimi niko hapa nje maana nimekusubiri sana ghetto hujaja, hivyo nimekuja kukufuata. Kama vipi toka chapu kidogo ili tusepe. Bidada akamwambia sikiza nikwambie kitu, siwezi kabisa kutoka, tafadhali na kuomba zaidi rudi nyumbani tutazungumza kesho. Bana mshikaji remind kweli yani, lakini bidada ikabidi kukaza na kumwambia sikiza anachokuambia mimi tutazungumza kesho. After hapo akamkatia simu akalala. Hasa siku iliyofuata bana bidada akiwa zake ofisini hapa tunaona Alex kama kawaida yake kama amepitia matunda na nini pale. Sasa wakiwa napiga story 2-3 kama kawaida, so unajua mtu na mteja wake. Bana mshikaji Nesu ndio akatimba hapa bana mshikaji leo hakujali kuna mteja wala nini. Alichokifanya akamsogelea pale bidada akamvuta mkono akamwambia hebu njoo huku kwanza. Mwanadada akamwambia bana si unaona mimi na mteja bana. Hasa bidada bana ikabidi kumind na kumwambia kwamba hivyo huoni kama naongea na mteja au? Mshikaji akamwambia sikiliza, sitaki kujali chochote kile kinachoendelea hapa, nataka kuzungumza na wewe. Bidada akamwambia basi niache kwanza nimhudumie mteja. Sasa Alex bana ikabidi kumwambia bidada kwamba
hebu nenda kwanza ukazungumza naye, after hapo nini utakuja unihudumie tu, mimi nipo hapa nakusubiria. Wewe unasemaje? Unaingilia mambo yanakuhusu. Alafu mimi nishakuona mara kibao sana wewe boy unafuatilia demu wangu Sasa mwamba bana kipindi anasepa, mshikaji anamfuata. Simama nikuonyeshe. Maana si unajitia wewe ni mtu wa kubeba mademu za watu. Simama nikuonyeshe, nitakufumua na hicho kigali chako ustajali chochote kile. Sasa siku iliyofuata bana tunaona mzee akiwa anamwaga binti yake, after hapo huyo akawa amejisepea zake. Sasa ndio ile binti amegeuka tu anaenda zake chumbani kuvaa, akasikia tena kuna mtu anabisha mlangoni pale. Akajua labda pengine ni baba yake kasahau kitu bana. Akaja akafungua mlango. Cha ajabu anakutana na mwamba Valentino. Sasa bidada akashangaa, akamwambia, "He, hasa nini tena umefuata huku?" Mshikaji akamwambia, "Hebu tulia bana. Nishaona mzee amejisepea zake. Hivyo huko ndani tutakuwa na utawala wa kutosha." Bidada akamwambia, "Sikiza nikwambie kitu. Na kuomba tu uondoke, tutakutana kule kibandani. Hapa nyumbani sitaki kabisa kukuona." Mshikaji akamwambia, "We, cheki ulivyopendeza mtoto mzuri, Yaani umefunga kanga, yani umenidatisha kinoma noma yani. Sikiliza nikwambia kitu. Mimi nahisi kabisa hii ndio ile siku nzuri ambayo tulikuwa tunaipambania kwa muda mrefu sana." Sasa bidada akamwambia, "Hapana bana, hebu ondoka mimi nikabadilishe zangu nguo." Sasa mshikaji akafunga kama anaondoka, akasogea mlangoni, akafunga mlango. Sasa bidada akabaki anashangaa, mwamba vipi?" Alafu mshikaji akamsogelea akamwambia, "Sikiliza nikwambia kitu. Leo mimi sitajali chochote kile. Ninachokitaka ni haki yangu nipatie." Bana bidada akawa anafunga pale kuwa mgumu na nini pale. Mshikaji akaona hapana, huyu anataka kunizoea. Leo lazima nitumie ubavu bana. Mshikaji akatumia nguvu pale kinoma noma, kama itoshi basi akawa amepata haki yake kama anavyotaka. Sasa baada ya kumaliza issue zake na nini, akawa ameketi kwenye kochi hapa, kana anajipepea pale. Sasa mwanadada akawa analia kwa uchungu sana. Sasa mshikaji bana alipo na dharau anamwambia bidada kwamba hivi ndio kile kitu ambacho ulikuwa unakibania sana kwa muda mrefu, umekuwa ukinisumbua. Hafu usikuwa unasema hujai kuguswa, mbona njia yako inaonyesha kabisa ipo wazi na kila mtu anayepita. Bana mshikaji alimtolea maneno fani hivi ya shombo huyo bidada. Yaani mwanadada alijikuta analia tu kwa uchungu. After hapo mshikaji akamwambia kwamba, "Sikiza nikwambia kitu. Hakika mimi bado nakupenda tu. Hivyo usijali kuhusu hilo. Mimi na wewe bado mahaba ni moto moto." After hapo huyo akavaa zake t-shirt akasepa. Sasa kipindi anasepa anamwambia kwamba, "Lakini kama utojali unaweza kumwambia chochote kile baba yako ambacho nimekufanyia siku ya leo. Maana anitishi wala simuogopi kwa chochote kile." Hasa bidada bana aliumia kweli yani, kiasi kwamba alishindwa hata kwenda kazini. Hasa mida fani hivi mzee amerudi, akabisha hodi kweli bidada afungui, akagonga kweli mpaka mwisho wa siku bidada akashtuka, alikuwa amelala bana. Akabidi kumfungulia pale mzee wake. Hasa mzee bana ikabidi kumuuliza, "We, kuna nini? Mbona umeshindwa kwenda kazini? Au hujui kama muda umeenda unatakiwa kuwa kazini sasa hivi? Hebu fanya haraka uende kazini." Sasa mzee kumtazama vizuri akagundua kwamba bidada ana makovu usoni. Ikabidi kumuuliza, "We, umekuaje?" Sasa bidada bana ikabidi kusingizia kwamba kuna vijana wa mtaani wamemkuta huko kitaa na nini, wakampa kichapo cha kutosha. Sasa mzee ikabidi kumwendi pale na kumwambia kwamba ina maana hawajui kwamba wewe ni mtoto wa nani? Hawajui kama wewe ni mtoto wa mstaafu wa jeshi, si ndio Ngoja niwafuate huko. Sasa bidada bana ikabidi tu kumzuia pale mzee wake ili asiende, maana mwisho wa siku huko ambako ingeendelea ilikuwa ni bonge moja valangati. Sasa siku iliyofuata bana tunaona mzee yuko kwenye ofisi ya bidada hapa. Sasa mzee bana amekuja kuwasubiria hao wauni waliompigia binti yake. Sasa mwanadada bana anajua kabisa yani kila alichokisema ni uongo. Sasa hapa anajaribu kumbembeleza mzee wake arudi nyumbani, ila mzee amegoma kata. Anamwambia kwamba leo lazima hakikishe anakutana na hao wauni wanaojidai ni wauni hapa mtaani. Sasa bidada bana anajaribu kumbembeleza pale na nini, ila mzee kagoma kata. Sasa muda huu bana msera anaenda huyo hapa anatimba kwa bidada. Sasa alipofika hapa akaona nishua kumbe yupo leo ofisini, akawa ameganda hapa. Sasa bidada alipotoka tu kwenda kuhudumia wateja, bana mzee si akamuona, akamwambia, we sogea hapa." Mshikaji akasogea. Sasa mshikaji akasogea kwa uoga kweli. Sasa alipofika hapa bana ikabidi kumsalimia mzee huko amenyosha mikono. Mzee akamwambia, "Hebu jitazame. Una mwili mkubwa, unaonekana kabisa ni kijana shababi, lakini umeshindwa kumlinda huyu unaita ni mpenzi wako mpaka anapigwa na wauni. Kweli? Hebu tazama, una libichwa likubwa, mwili umejaa, yaani unaonekana kabisa ni mwanaume fulani hivi ambaye una maguvu kama yote. Lakini ni bwege tu, una lolote." Sasa sikiza nikwambie kitu. Mimi niko hapa nawasubiri hao wauni walionipigia binti yangu. Leo hakika lazima niwanyooshe. Sasa mshikaji bana amekaa kimya, maana anajua kabisa ili tukio amelipiga yeye. Sasa baada ya mzee kumaindi ikabidi kumwambia kwamba, "Sikia nikwambie kitu. Wewe unajidai unampenda binti yangu. Sasa natoka hapa. Nataka nikuache hapa. Ukae hapa na binti yangu. Ole wako nirudi nikute kwamba kuna wauni tena wamemgongesha kipigo, kama itosha na alama yoyote kwenye mwili wake. Utanijua mimi ni nani. Nitakunyoosha kweli yani na utanisahau kwenye maisha yako." After hapo mzee huyo akapita zake hivi. Bana mshikaji alipumua pumzi ndefu huyo, kama itoshi kabidi kupiga ishara ya imani, akapiga ishara ya msalaba pale, akamshukuru Mungu kwamba afadhali kwamba bidada hajanitaki, maana angenisema hapa leo sijui ingekuaje tu. Sasa Gloria alipoona babake ameondoka akamfuata hapa. Sasa mshikaji bana anajidai anajibebesha, "Oh, my baby wangu,
my baby. Sasa bidada bana alikuwa na hasira kulikweli, yani akachukua dustbin pale la uchafu akataka amwagie mshikaji huyo Nduki, akamwambia sitaki kukuona hapa, yani sitaki hata kukuona. Bana mshikaji ikabidi tu ajisepe zake, mwanadada bana amejaa sumu kinoma noma. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, mida fulani hivi leo night bidada tunaona teseka kweli kweli, yani sikashaonjeshwa utamu hivyo umeanza kumsurubu na kumnyanyasa. Sasa bidada bana alichokifanya ni nini? Kabidi kumpigia mshikaji wake mradi tu hata angalau aje night nini amchukue hapa, mambo mengine akaendelea kiutu uzima. Sasa anampigia msimu mshikaji apokei. Bana hichi kitu kilimboa bidada kweli kweli, yani basi ikabidi tu avumilia na nini kukakucha. Sasa leo asubuhi na mapema sana kana jaribu kuchomoka chap ili mzee wake asimuone, maana anataka muwahi mshikaji geto kabla hajatoka. Bana sasa mzee naye akamfumania hapa, kabidi kumuuliza we, mbona leo unaondoka mapema hivi? Bidada akamwambia baba nataka niwahi sokoni nikanunue matunda. Mzee akashangaa, we binti, hilo unataka kuniambia kwamba leo ndo una haraka sana kwenda kununua matunda au? Bidada akamwambia baba sikia mimi nikwambie kitu, naomba tu mimi niwahi. Nawahi kurudi mapema tu nitakuandalia chai. After hapo bidada huyo akajisepea zake. Sasa mzee akabaki na laumu pale, ila bidada ndo huyo ashasepa. Bana bidada sasa alikuwa anamwahi mshikaji huku. Alipofika hapa nje kwao na mshikaji kabidi kumpigia simu na kumwambia kwamba amemiss kinoma noma, hivyo anamsubiri hapa nje aje amchukue. Oa jamaa kama unavyomjua tena kwenye mambo hayo, hataki kupoteza time kabisa, yani aliwahi chap nini akachukua dodo huyo, mambo ya kiutu uzima akaendelea huko ndani. Sasa baada ya kumaliza kila kitu bidada ndo akawa amerejea nyumbani hapa. Sasa cha ajabu sana mzee akamtazama akashangaa, we mbona umeondoka nguo ziko vizuri afu umerudi umezigeuza? Bidada akajitazama pale, dada akagundua tayari hapa nisha timba, ikabidi kujitetea pale na nini. Mzee akamuuliza sasa hayo matunda aliyokuwa umeenda kuyafuata mbona siyaoni? Mwanadada akamwambia unajua tena, akajumauma pale na nini, akamwambia baba ngoja nikakuandalie kwanza chai. Huyo akapita zake hivi. Sasa mzee bana akabaki anashangaa, huyu binti yangu ana shida gani? Basi bana hiyo siku ikawa imepita hivyo. Sasa mida fulani hivi ya night bidada tena ile hali ikaanza kumbana hapa. Sasa bidada anahangaika na nini pale, anajaribu kumcheki mshikaji haukoti simu zake. Sasa bidada akanajiuliza afanyeje pale. Sasa katika kuhangaika kwake, kumbe mzee upande wa pili akawa amemsikia, ikabidi kufungua mlango. Bidada ikabidi kuzuga, baba. Sasa mzee akamuuliza vipi? Kuna tatizo kwani? Mwanadada akamwambia hapana baba, nilikuwa nasali. Kumbe ulikuwa unasali? Maana mimi nimesikia vikelele nikajua labda kuna shida. Bidada akamwambia hapana baba, mimi nilikuwa nasali tu. Basi nisamee sana binti yangu, endelea na maombi, sawa After hapo mzee huyo hapo akawa amejisepea zake. Sasa mzee alipotoka tu bidada akaendelea na mihangaiko yake huko ndani, maana sasa hajui cha kufanya, afu isitoshe mshikaji ndio hivyo tena yuko mbali na nini. Basi hii siku ikawa imepita, lakini imepita kwa mateso kinoma noma kwa mwanadada. Sasa leo asubuhi bana na mapema bidada akiwa amewahi zake job hapa, mara ghafla mteja wake yule ambaye kila wakati huwa anamuongesha na nini, ambaye anaitwa Alex akawa amefika hapa. Sasa bidada ikabidi kumsogelea pale na nini, wakasalimiana. Alex ikabidi kumuuliza vipi, mbona kama kuna siku mbili hivi nimepita hapa sikuoni, ulikuwa wapi? Sasa bidada bana ikabidi tu kumpiga uongo pale na nini. Basi mshikaji akawa amemuelewa. Sasa wakiwa ndani na mazungumzo hapa, mara ghafla mshikaji wa garage akapiga simu hapa. Sasa bidada ikabidi apokee chap. Mwamba akamwambia njoo geto basi nakusubiria. Bidada akamwambia okay, hamna shida, anakuja sasa hivi. Bana bidada alivyosikia mshikaji amemuita kaka vile amepata wenge fani hivi, ikabidi kumuuliza Alex kwamba bosi unachukua maepo tu si ndio Mshikaji akamwambia kwani kuna tatizo? Bidada akasema hapana, nataka tu nikuhudumia haraka, kuna sehemu moja hivi nataka nikimbie. Basi akamhudumia pale mshikaji chap nini, akawahi zake kwa mshikaji kule. Kesi unajua tena tatizo lilimbana usiku hivyo anahitaji akajitibie sasa hivi. Sasa bidada bana akajikuta ameenda mbali zaidi. Leo akabidi kumwaga pale mzee wake mapema nini ili mshua akalale. Kweli bana mshua kama ameingia zake kulala. Kumbe ilikuwa ni trick ya bidada bana amuingize mshikaji geto hapa. Sasa kweli baada ya mshua tu kutoka, bidada naye huyo hapa akamfungulia mwamba nini chap akamuingiza mpaka chumbani kwake. Bana ilikuwa ni noma kweli kweli, yani bidada kutaka kupoteza time, kilichoendelea ndio hiki hapo. Sasa baada kama masaa mawili hivi kupita, bana mwanadada akataka mchongo uendelee. Sasa mshikaji kabidi kumkataa pale na kumwambia kwamba mimi nimechoka bana. Isitoshe unaelewa kabisa game tuliocheza ilikuwa ndefu kulikweli, hivyo naomba uniache kwanza nipumzike. Bidada akamwambia wao usinitanie, mimi tayari nishapasha, hivyo nahitaji mechi iendelee. Bana mshikaji akataka kuleta ukakasi, mwanadada ikabidi kumkwida pale akampanda juu akamwambia wao usinitanie, hii game tutaichezesha mwenyewe. Kesho yake asubuhi bana Valentine akaona so kesi, akaenda kanunua toy akamletea bidada akamwambia bana mimi kulingana na show ya jana ilivyoendelea
utaniua we mtoto. Hivyo kuanzia sasa hivi ukiwa unajisikia kwamba kuna arifani hivi unahitaji kucheza mechi, hii hapa mimi na imani kabisa itakusaidia, kila kitu kitakapoa. Mwanadada kwani anaelewa, akamwambia hapana bana, mimi sihitaji kabisa. Mimi nahisi kabisa kwamba mechi yangu mimi na wewe ndio inafaa zaidi, maana unaelewa tena mechi inakuwa na upinzani. Sasa mechi ya mtu mmoja osha wana wapi kana ina mwelekeo. Hivyo sikiliza nikwambie kitu, mimi hiyo sihitaji. Afu unaona hapo nyuma nyuma kidogo kuna kauwanja fani hivi kana kama kakichaka fani hivi, mimi nahisi kama vile katatufaa hivi. Hivyo twende hata sasa hivi. Sasa mshikaji bana akaona kama bidada anataka kumuua hivi, alichokifanya ni nini? Ikabidi tu akimbie zake pale. Sasa bidada bana ikabidi kumtoa nduki kweli kweli yani. Sasa mshikaji akakimbia akaamini kabisa hapa ame-escape bana. Bidada akamkimbiza kweli kweli, yani kasahau kama ana biashara wala nini. Yani anachojali anataka mechi tu. Sasa mshikaji ikabidi kumind pale na kuwaambia kwamba bana hebu tuachane hata nafasi basi. Mwanadada akamwambia sikiza nikwambie kitu, mimi sichukui hata time ndefu sana. Kwa kuwa kule umezingua kwenye vichaka, twende hata nyuma ya mti hapa basi. Angalau kidogo tu, hata mechi fani hivi ya nusu saa hivi kidogo na nini. Bana mshikaji akaona hapana, huyu bwana huyu pengine ni jini linaweza likaniua hapa. Alichokifanya ni nini? Ikabidi tu kukusanya nguvu upya. Huyo akamwaga mwendo tena. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, roho mshikaji tena kama amekutana na mwanadada hapa. Sasa bidada analalamika, anamwambia kwamba takriban siku 2 sasa tujaonana. Kwa nini unanifanyia hivyo? Mshikaji akamwambia hapana, hakika mimi nilikuwa nakupenda, ila kwa mapenzi haya hapana, bora tu kila mtu afanye mambo yake. Sasa bidada akawa anajaribu kubembeleza pale, mshikaji akamkataa kata akamwambia bana mimi kwa sasa sihitaji tena kuwa na mahusiano na wewe. Hivyo kuanzia leo kila mtu apite hivi. Bana hichi kitu kilimuuma kweli kweli huyu bidada. Sasa bidada kile kitu kilimuumiza kweli kweli. Sasa akiwa kazini kwake hapa, bado tatizo liko pale pale. Yani bidada anahangaika kweli kweli yani. Sasa Mungu sio Asmani bana, kadogo fani kakapita pale kanaitwa Po. Sasa bidada ikabidi kukaita pale na nini, akakaonga epo pale, mwisho wa siku akakaingiza kingi, kadogo kakaingia kwenye mfumo, wakaenda zao kupiga show bana. Sasa mida night bidada anajikuta analia kwa uchungu sana, maana mshikaji bana amemuingiza kwenye mifumo ambayo hakutarajia kuingia kwa kipindi hichi. Afu mwisho wa siku amemwacha kwenye mataa, afu yeye anateseka kinoma noma. Sasa mara ghafla mzee akaingia humu ndani, akabidi kumwambia binti yake kwamba kila siku anakukataza acha kabisa mahusiano na huyo kijana wa garage, lakini hutaki kunisikia. Sasa bidada bana ikabidi kumweleza ukweli mzee wake na kumwambia kwamba kwa sasa wameachana, hivyo kila mtu yuko busy na maisha yake. Sasa mzee ikabidi kumuuliza, hiyo ndio sababu inakufanya unalia? Badala hata upige shangwe endelemo na vifijo, maana yule dogo alikuwa mtu fani ambaye haeleweki kabisa na nilikuwa simpendi kinoma noma. Mimi nadhani kama ni furaha kwangu kwa kujua kwamba umeachana na huyo kijana. After hapo mzee huyo akapita zake hivi. Hasa leo bana tunaona bidada akiwa ofisini kwake hapa. Mara ghafla kama amekuja mteja wake huyo ambaye anaitwa Alex. Sasa bidada bana akaona hapana, hii mbona kama ndo fursa nzuri ya kutumia. Sasa hapa bidada ikabidi kumwambia mshikaji kwamba anahitaji namba ya mshikaji. Mwisho wa siku mshikaji kaambia so kesi, kama ni namba nitakupatia tu. Ikabidi kuchukua simu ya bidada pale na nini akamwandikia. Sasa kama itoshi mwanadada akaambia kwamba kwa sasa hata ukihitaji matunda nikuletee mpaka nyumbani kwako nitakuletea tu. Mshikaji akaambia unasema kweli? Bidada akaambia yes. Kwani tatizo ni nini? Kwani kwako unaua watu au? Mshikaji akasema hapana. Hivyo sasa kuna shida gani? Nitakuletea hata kwako. Hivyo swala la msingi hapa ningetaka tu nielekeze. Kwani kwako unakaa kama eneo gani? Mshikaji akamwambia mimi nakaa tu mtaa wa pili hapo. Yaani ukishuka kwa chini kidogo hivi kuna nyumba fulani hivi utaiona, kuna geti jeusi hapo mimi ndo napopoa. Bidada akasema so kesi. Hivyo hata leo jioni nini matunda nikileta matunda fani konki fresh nitakuletea mpaka Sagrulia bana kutaka kupoteza time. Mida fani hivi ya jioni huyo hapaka ametimba kwa mshikaji. Sasa mwamba bana akamkaribisha pale na nini, akampatia juisi na nini pale, bidada kana gonga. Sasa bidada bana hichi sio kitu kilichomleta. Kilichomleta anahitaji mechi tu. Sasa mshikaji akamtazama mwanadada kama anahangaika fani hivi. Kabidi kumuuliza, kwani kuna tatizo gani? Kama kinywaji kija kufurahisha, unaweza ukachukua kingine kwenye friji hapo. Sasa bidada kwani anahitaji kinywaji, kabidi kumsogelea mshikaji na kumwambia kwamba mimi sihitaji hicho unachotaka, mimi ninachotaka ni hichi hapa. Sasa bidada akawa anajichezesha pale na nini, mshikaji akashindwa kumuelewa. Wewe una matatizo gani? Bidada ikabidi kumwambia kwamba sikia nikwambie kitu, mimi sihitaji pesa yako yoyote ile, mimi ninachotaka tucheze game bure tu. Sasa mwamba akaambia sikiza nikwambie kitu, ukiendelea na hizo tabia zako hapa kwangu nitakutimua. Mwanadada kwani anaelewa, akageuka pale akamwambia hapa inabidi tucheze hii hapa, yani inabidi tucheze inde. Sasa mshikaji akamtazama akaona bidada kama ana matatizo yake hivi, ikabidi kumtoa kurupu ndani mwake na kumwambia kwamba sitaki kabisa kukuona hapa nyumbani kwangu. Sasa bidada bana akiwa analejea zake ofisini, si ndio akakutana na yule mshikaji ambaye alimtakaga mwanzo akawa amemtimua, akaona okay, hii ndio fursa kabisa. Ikabidi kumtimbia pale na nini, akamwambia mshikaji kwamba sikiza nikwambie kitu, nilikutafuta sana hivyo kile kitu ulichoniomba mimi naona kama leo ndio siku sahihi ya kwenda kukifanya. Bana mshikaji alifurahi noma akamwambia we unasema kweli? Dada akamwambia kweli, nilichokuambia ni kweli kabisa. Basi
basi wakawa wameenda zao bana. Sasa mshikaji bana, hii game ilikuwa ndefu kinoma noma kiasi kwamba mshikaji kamshinda. Sasa hapa mwamba ana mind kweli kweli, anamwambia bidada kwamba oa mimi nimechoka. Mwanadada anangangania, anamwambia hapana bana, hatuwezi tukamaliza mpira dakika 45 tu, inatubidi tumalize mpaka dakika 90. Mshikaji akamwambia hapana, mimi kikweli mimi siwezi, nimechoka. Sasa hizi kelele bana zikapelekea mzee akawa amesikia kule, ikabidi kugonga hodi hapa, akamwambia Gloria, fungua mlango. Basi bana, bidada kuwa na namna alichokifanya ni nini, ikabidi kwenda kumfungulia mshua wake. Sasa mzee alipoingia ikabidi kumuuliza, Gloria, huyu ni nani? Bidada akamwambia, unajua baba, huyu ni fundi bomba. Fundi bomba? Aya, kaja kutengeneza nini humu ndani? Bidada akamwambia, huko chumbani kwangu, huko kwenye bafu yangu kuna bomba limepasuka, hivyo amekuja kwa ajili ya kulitengeneza. Sasa kama huyu ni fundi bomba, kwa nini alikuwa anasema nimechoka? Kwa nini? Nataka mnieleze ukweli. Wewe ni nani? Mshikaji akamwambia, kweli baba, mimi ni fundi bomba. Sasa kama wewe ni fundi bomba, mbona huna vifaa? Nataka unieleze ukweli tu. Yaani nieleze ukweli tu, nisije nikakufanya kitu kibaya. Mbona ulikuwa unamwambia binti yangu nimechoka? Sasa mshikaji bana akana jiumauma pala. Mzee akamwambia, sikiliza, nitakutwanga na huu mkongojo. Au unijui mimi ni nani? Mshikaji sasa ikabidi tu kufunguka na kumwambia mzee kwamba, mzee wangu, mimi nakueleza ukweli kabisa. Mimi ni fundi, nimekuja humu ndani kutengeneza bomba na nimeshaliziba zaidi ya mara 3, lakini naziba linazibuka. Sasa nimejikuta nimechoka, na ndio maana nilikuwa namwambia binti yako kwamba nimechoka kufanya kazi moja tu kila wakati. Sasa mzee akamwambia, okay, wewe ni fundi, si ndio? Aya, nionyeshe vifaa vyako viko wapi. Mshikaji akamwambia, vifaa vangu viko kwenye begi, lakini vingine viko nje. Bidada akamwambia, ni kweli baba, viko nje. Okay, viko nje, si ndio? Sasa mshikaji ikabidi kumwambia kwamba, mzee wangu, naomba tu wewe mwenyewe uje huku bafuni utazame kwamba jinsi gani kazi gani nimeifanya kiasi kwamba hadi nimechoka kweli kweli. Sasa mzee bana akakosea pale. Kabidi sasa apite ile akatazame hilo bomba ambalo linazibuka. Sasa mzee alipopita tu mshikaji akapata space. Huyo akasepa zake. Gloria, mbona anakimbia? Gloria akabidi kumwambia baba yake kwamba, baba, mimi nimeshakwambia kabisa, uso fundi mzuri, ndio maana tangu asubuhi amekuja humu ndani hakuna alichokifanya. Itatubidi tu tutafute fundi mwingine ili aje tufanyie kazi yetu vizuri. Basi mzee hakutaka tena kwenda kule bafuni. Alichokifanya ni nini? Ikabidi tu kumwamini binti yake. Hii siku ikawa imepita hivyo. Sasa mida 99 bana, leo Gloria akawa amemchukua Po na nini, akawa amemuingiza ghetto. Sasa dogo bana akawa amezidiwa kabisa, hii mechi haiwezi, akawa amemind kweli kweli, akawa ndo vile anataka asepe. Sasa bidada akawa anamvuta, anamwambia Po, hapana bana, njoo tumalizie game na nini pale. Paragafa mzee ndo akamfuma live binti yake. Sasa bidada nini cha kusema pale zaidi ya kulia tu na kuona aibu, maana hichi anachokifanya ni fedhea, aibu kweli kweli kwa mzazi wake. Leo bana binti kabidi kupiga magoti kwa mzee wake na kumuomba msamaha na kumuelezea kila kitu anachokipitia. Sasa isitoshe bana, mzee akabaki kushangaa kweli kweli yani. Bidada anamwambia mzee wake kwamba hii hali kimkuta, yeye angalie ni mwanaume gani, ni warika gani, yeye ni bora tu amchukue akapige zake mechi, after hapo kila kitu kikaepoa kwa upande wake. Na mara kibao sana amekuwa akipiga mechi kubwa sana kiasi kwamba wanaume wanaokuwa nao wanamkimbia tu. Sasa mzee bana akamwonea huruma kweli kweli binti yake. Sasa mzee bana akaona jambo la msingi sana ni kumuita mchungaji aje amwombee binti yake, maana anaamini kabisa ili liloko ndani ya binti yake litakuwa ni pepo. Sasa na ili pepo lazima likemewe ili limwachie binti yake aendelee kuwa huru na maisha yake. Sasa pasta akiwa anaendelea na maombi pale, bidada akagusa kipenga. Pasta akashtuka akagundua, okay, kumbe bidada anahitaji mechi. Ikabidi kumwambia mzee kwamba, mzee wangu, hapa itakubidi utoke nje tu, maana ile pepo liloko ndani ya binti yako ni kali kweli kweli yani, naweza nikalikemea likahamia kwako. Sasa mzee bana ikabidi kumwamini pasta pale na nini, akatoka nje. Sasa ile mzee ametoka nje tu, washikaji wakakiwasha, yani hawaelewi na wataki kupoteza time kabisa yani. Pasta maombi pembeni, mechi kwanza ichezwe. Sasa mzee huku nje bana akaendelea kukemea ile pepo litoke ndani ya binti yake. Sasa akasikilizia akaona, mbona kama humu ndani kimya, alafu pasta aendelezi na maombi wala nini. Basi mzee kabidi kuingia ndani. Bana alipoingia ndani ya kuamini kabisa yani, akakuta pasta bana maombi kaeka pembeni anakiwasha. Mzee akashangaa, pasta hata wewe? Bana pasta akashtuka pale, alichokifanya ni nini? Ni kurupu huyo, akasepa zake. Sasa mzee akabaki anashangaa kweli kweli yani, binti yake inakuaje anakuwa hivi kiasi kwamba ana aibu hata kidogo yani, hata sebleni anafanya lolote lile. Sasa mzee bana akuwa na namna, alichokifanya inambidi tu amlinde binti yake, maana kwa wale alionayo kinachopelekea ni kupata magonjwa tu. Sasa leo bana akiwa ofisini, maana Po huyu hapo akawa amekuja na nini, akawa anataka epo pale. So unajua tena huwa anapewa epo, anaenda anapiga zake mechi. Sasa mzee alipomuona tu akamtimua, akamwambia, toka hapa, nisije nikakuona tena unarudi kwenye ofisi ya mwanangu. Yaani siku nyingine nikikuona nitakufanya kitu kibaya sana. Sasa leo mida fulani hivi night night, mzee akiwa ameketi sebleni hapa, mara akasikia kuna mtu ananongoneza hapa, Glory, nimefika. Bana mzee akashangaa, huyu nani tena? Ikabidi kusogea pale. Sasa mzee naye bana sio mjinga, akabidi kuact kama sauti ya binti yake pale,
ni wewe umekuja? Yes, niko hapa. Nifungulie bibi. Yani leo nataka nikiwashe kweli kweli yani. Sasa mzee akamwambia, "Haya Emeka, usijali, nakufungulia sasa hivi." Haya, nafungua. Basi mshikaji bana akaamini kabisa huyo ni Glory. Mzee akafungua mlango. Sasa alipofungua tu mshikaji akaingia kurupu. Mzee akabana mlango akamwambia, "Okay, leo umeingia cha kike." Sasa mzee akamisi na mkongojo pale, mshikaji akazunguka kochi pale chapo akafungua mlango. Huyo akapita zake hivi. Sasa mzee bana ameamua kuchukua maamuzi magumu tu. Alichokifanya ni kumfungia binti yake ndani, hataki kabisa atoke nje. Maana kuna kuelekea huyo binti yake ameenda kuwa mweu kabisa wa mapenzi. Sasa upande wa pili huko bana tunaona bidadani amemuita Paul dirishani hapa. Sasa anachokitaka ni nini? Anataka mechi ichezwe hapa dirishani. Sasa akawa anajaribu kumshawishi Paul na nini? Wewe chojua tu hapo ulipo afu nini sogea hapa dirishani tukiwashe. Sasa Paul bana akaona kama bidada kazingua, yani kama vile anataka kuwa fala fulani hivi, akamtemana naye na nini pale, akawa amesepa. Sasa Glory akawa anamuita, "Wewe Paul, ina maana unielewi au?" Sasa mara ghafla Alex na akawa amefika akafanikiwa kumuona, ikabidi kumuuliza, "Glory, vipi? Uko salama? Mbona siku ya pili sasa sikuoni?" Glory anamwambia kwamba mimi siko salama, maana baba siku ya pili leo amenifungia ndani na genge langu kalifunga. Sasa Alex bana akajaribu kumwambia usijali, kila kitu kitakaa poa. Glory bana anamwambia Alex kwamba hebu sikiliza basi, nijali hata kidogo, fungua basi usogee hapa. Fungua hiyo usogee hapa. Alex akamwambia, bana sikiza nikwambie kitu Glory, wewe unahitaji msaada wa kitabibu zaidi. Hivyo na kuomba tu tulia, mimi nitahakikisha kila kitu kinakaa poa. After hapo nini Alex akawa amesepa zake. Sasa kipindi anaondoka akamfanikiwa kukutana na baba yake Glory hapa. Alex bana ikabidi kumsalimia mzee, kama itoshi akabidi kumwambia kwamba yeye ni dokta na amefanikiwa kugundua kwamba Glory ana matatizo. Hivyo angemuomba sana mzee amlete pale hospitali ili kila kitu kikae sawa. Mzee akamwambia hapana, binti yangu mimi hana tatizo. Sasa Alex bana ikabidi kumwambia ni kweli mzee, hicho anachokisema pia kiko sahihi. Ila mimi kama daktari nilikuwa nakuomba sana zaidi ya sana mzee wangu. Siku ya kesho ungemleta binti yako pale hospitali ili nimfanyie check up. Ili tuweze kujua kwamba kuna tatizo gani linalopelekea mpaka huyo binti yako anakuwa namna hii. Sasa mzee akasema so kesi, kulingana umesema wewe ni dokta na unahitaji kumfanyia check up na ni kwa upendo zaidi, basi sio kesi, mimi kesho nitamleta. Sasa kweli bana, siku iliyofuata kweli walimpeleka mshikaji akawa amemfanyia check up na hapa bana majibu ndio akawa ametoka. Sasa mshikaji akawa anamwambia mzee kwamba nimefanikiwa kugundua kwamba binti yako ana tatizo la uraibu wa ngono, na hii ni hali ambayo inapelekea mtu kujikuta anatamani kufanya tendo la ndoa kupita kiasi. Sasa mzee bana ikabidi kumuuliza, sasa hilo tatizo linatokana na nini? Mshikaji akamwambia kwamba hii hali inasababishwa na kuwa na msongo wa mawazo au jeraha la kihisia, lakini usijali mzee wangu, pia bado tunaendelea kumfanyia vipimo na tutagundua vingi zaidi, lakini mwisho wa siku lengo letu ni kumsaidia na kuhakikisha anakaa sawa. Hasa huku nyumbani kwa kina Gloria, leo mzee ameamua kukaa na binti yake na kumweleza ukweli. Hapa anamwambia kwamba kuna kitu ambacho kilitokea miaka ya nyuma sana na sikutamani kabisa kukuambia, ila nimeona ni bora tu nikwambie kulingana na ili tatizo linaloendelea kukukuta. Kipindi uko na miaka 7 kuna anko wako aliwahi kukuingilia kimwili, yani alikubaka. After hapo nikaa nimezinguana naye kweli kweli yani, lakini mama yako alionekana yuko upande kabisa wa anko wako, na istoshe hata kwenye kesi walipambana mpaka wakanishinda. Baada ya hapo na nini pale mama yako alichokifanya ilibidi kuchukua wewe na kukulea, kiasi kwamba alishindwa kabisa kutimizia vitu vya msingi ikiwemo elimu. Ilipelekea mpaka wewe ukashindwa kusoma kabisa mwanangu. Hivyo hichi kitu kinaniuma kweli kweli yani. Sasa bidada bana ikabidi kumwambia baba yake kwamba hamna haja yeye kumuelezea vitu kama hivi hapo. Istoshe ni kwamba vitu vilishapita na hili tatizo nililonalo limeanza tu miezi 2 iliyopita. Pale ambapo Valentino alikuja hapa nyumbani na akanibaka. Mzee akamwambia, "We, unasemaje?" Akasema kwamba hiyo siku ulipoondoka tu Valentino alikuja hapa nyumbani akanibaka. After hapo ndo hii tatizo likaanza. Toka hapo ndo nikawa napitia hichi kipindi kigumu. Bana mzee alimind kweli kweli, akamwambia kwamba huyu kijana nikimkamata sehemu yoyote ile lazima damu itamwagika. Kumbe ndo amesababisha mpaka binti yangu unapitia kipindi kigumu namna hii. Sasa mwanadada akamwambia, "Sikiza nikwambie kitu baba yangu, mimi nakuomba tu achana na hayo mambo, maana istoshe Valentino hapa mtaani hayupo tena, ashahama, yani uwezo kumpata na uwezo kujua wapi anapokaa." Mzee akasema, "Mimi nitahakikisha anampata, na nikimpata hakika lazima damu itamwagika." Sasa kutokana na hili swala lilivyoendelea, mzee akamchajua ni wapi pa kuanzia. Ikabidi kumshirikisha Alex na kujua kabisa kwamba huyu bidada bana ameasilika zaidi kisaikolojia. Sasa Alex akanajitahidi kupambania hili swala ili hakikishe kila kitu kinakaa poa. Sasa leo bana Alex ikabidi kumwomba mzee na kumwambia kwamba tafadhali, kulingana na hii changamoto na hamna mtu mwenye kuwasaidia hapa nyumbani kwa ajili ya kuangalia kwa uangalizi mkubwa zaidi. Istoshe mzee wangu umri umeenda, mimi ningeomba zaidi na zaidi
muhamie nyumbani kwangu ili mradi tu tuhakikishe kila kitu kinakaa poa. Sasa mzee bana alijaribu kuweka vipingamizi pale na nini, ila Alex alijaribu kumbembeleza mpaka mwisho wa siku mzee akakubali kuhamia kwa Alex. Sasa walipohamia hapa bana, maisha ndo yakaanza rasmi bana. Leo mshikaji yuko zake jikoni, bidada akamfuata. Sasa bidada bana anajaribu kumbembeleza mshikaji angalau ampe hata kidogo tu. Sasa mshikaji akawa anamkataa pale, maana anajua kabisa huyu bidada ameathirika, na namna moja wapo ya kumsaidia ni kujaribu kupambana ili hakikisha anaizoea hii hali. Sasa mwamba akawa anamkataa pale na nini, bidada akamwambia basi bana, kama wewe hutaki nitafutie hata jirani yako tu anisaidie hata kidogo. Sasa mshikaji bana akawa anajitahidi kumweka sawa na kumbembeleza na kumsihi kwamba sijali, kila kitu kitakaa poa. Lakini bidada bana kwani alielewa, akawa anamvizia wakati mwingine mshikaji yuko zake chumbani, bidada anazama mida fani hivi night akawa na force pale show itembee. Lakini mshikaji bana akawa anajikaza kweli kweli, akawa anajaribu kumpambania na kumpangua, hakutaka kabisa kufanya jambo lolote lile baya. Sasa bidada alipambana kweli kweli, ila mshikaji akaendelea naye kukaza. Sasa leo akiwa anacheza zao bao hapa, mara ghafla bidada ile hali ikambana. Sasa hapa alichokitaka ni nini? Bao liweke pembeni, mshikaji atembeze mechi. Bana mshikaji akamkataa tena pale kiakili. Yaani mwamba bana alipambana mpaka akahakikisha bidada hali yake inaanza kuwa sawa angalau kidogo. Sasa baada ya muda mrefu kupita, hali ya bidada ikawa imekaa fresh zaidi. Na hii leo bana mshikaji ndo akawa anawarejesha nyumbani kwao pale na nini. Mzee akawa anatoa shukrani kama zote, bidada akawa anafurahia kinoma noma, maana amerejea kwenye hali yake ambayo alikuwa nayo hapo awali. Basi bana mshikaji akawapakia kwenye ndinga akawa drop mpaka nyumbani kwao. Sasa siku iliyofuata bana, Gloria akawa amefungua zake genge hapa na nini. Sasa akiwa gengeni hapa, mara ghafla dogo pone akatimba. Sasa unajua kama kawaida mzee wa kula maepo, after hapo nini anaenda kula zake show za kutosha. Sasa akajua tena hapa bidada atakuwa kama miski noma noma. Sasa dogo alipofika bana, akaanza saundi zake kama za siku zote anazozifanya. Hajui kama bidada kashabadilika, kashakuwa mtu mwingine kabisa yani. Sasa bidada akasikiliza alichokifanya ni nini, akatembezea kichapo cha kutosha. Sasa dogo bana ikabidi tu atoke nduki, maana huyu so Gloria aliyomzoea kabisa yani. Siku iliyofuata bana tunamuona Alex akawa amekuja hapa nyumbani kwa kina Gloria. Sasa wakiwa wameketi hapa na nini story mbili tatu, mara ghafla simu ya mzee ikawa imeita. Sasa mzee kupokea pale, wanajeshi wenzake ambao walikuwa wanafanya nao kazi kabla ya kustaafu hapo wanamwambia kwamba wamefanikiwa kumkamata mshikaji na kama itoshi wako naye kuanzia sasa. Sasa mzee bana alifurahi kinoma noma, ikabidi kuambia watoto wake kwamba tayari washamkamata Valentina, hivyo mwisho wa siku kinachoendelea hapa ni nini, inabidi wamfungulie mashtaka, jela imuhusu kama kawaida. Sasa kilichoendelea hapa ni furaha kama zote. Mshikaji alifurahi kinoma noma kwa maana amepambana mpaka amehakikisha mwanadada amerejea kwenye hali yake ya kawaida. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, tunaona wawili tayari penzi jipya limeshaanza. Yaani inamaanisha kabisa Alex bana alikuwa anampenda Glory na Glory alikuwa anampenda Alex. Sasa ndio hivyo tena, changamoto zilikuwa zimesababisha kwanza wa stop ili kila kitu kikae poa. After hapo ndo waambiane ukweli ili mambo yawe fresh zaidi. Hivyo kuanzia sasa hao wawili ni wapenzi na penzi lao linatananta hadi kweli kweli yani. Sasa hapa kinachoendelea ni nini? Furu mahaba, furu upendo kama wote. Na hapa bana ndio inakuwa mwisho wa mzigo wetu siku ya leo. Sasa ukitaka kuendelea kupata mitiririko kazi zetu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Bana utakuwa umetisha kinoma noma yani, na utaendelea kupata mitiririko kazi zetu zote ambazo tunaziachia kila siku. Bana tunawapenda sana zaidi ya sana.